msimu 2021-22 nadhani tumecheza kwa Mkapa Mbeya City na Yanga. Tumetoka na Yanga hii kipindi hicho kwa Mbeya City. Tumetoka bila. Ilikuwa mechi tough sana. Kama unakumbuka kipindi kile Nabi yupo. Timu ilikuwa ya ushindani. Unaweza kusema hapo uwanja wa Mkapa labda ni uwanja wako ambao wewe unafanyaga maajabu, kwa sababu mechi hiyo ulifanya wonders, na mechi ambayo national team mpaka watu wanasimama na kupigia makofi. Sikumbuki ni mechi gani, lakini national team ilikuwa kuna mechi za Yanga chini ya kocha ambaye aliondoka, nani mzee wa Minuno, Roman Falls. Ulikuwa unafanya wonders sana. Unaweza kusema Benjamin Mkapa ni uwanja wako bora kabisa kila ukiukanyaga kwenye mechi yote ambayo unacheza? Hapana, hivi labda tu kwa sababu mara nyingi watu hutumiagi uwanja ule. Kwa hiyo ikipatikana nafasi ndo kama hivyo maybe. Lakini sio kwamba ndo uwanja wangu ambao unafanyaga maajabu, hapana. Na tukiendaga pale nadhani mimi nafuataga maelekezo ya mwalimu tu, kile ambacho anahitaji kwenye mchezo husika ili tuhakikishe kwa hiyo ndio hivyo. Unaweza kutujalia kidogo hiyo mechi ilikuwaje kwa ambao tumezaliwa mwaka 2019 hapa ndio tumezaliwa, hiyo mechi ilikuwaje dhidi ya Yanga? Ilikuwa mechi tough kama unakumbuka kipindi kile Yanga ndio nadhani ilikuwa msimu wa pili sio wa kwanza kuchukua ubingwa. Kwa hiyo walikuwa na timu ya ushindani ambayo kila muda anakuja kwako, kila muda wanatamani wakufunge, kila muda ukiangalia timu inatimiza majukumu mengi kweli. Kwa hiyo ni timu ambayo ilikuwa kila aina ya watu ambao walisaidia timu kwa kiasi kubwa. Kama nakumbuka kipindi kile wakina Saido na wakina Faisal wako, wakina Maele wako, wakina Aucho, wakina Bangala. Kwa hiyo ilikuwa timu ambayo ina kila aina mchezaji mzuri. Kwa hiyo ilikuwa timu ya ushindani. Tuambie ushindani wa namba ndani ya kikosi, especially kwenye namba yako. Kuna wacheza kiungo cha Kabaki. Kuna kipindi ulikuwa unapata namba zaidi, kuna kipindi sasa nafasi unaingia sana kipindi cha pili. Ushindani wa namba ndani ya kikosi chini ya kocha ipo? Ushindani wa namba kila sehemu upo, mimi ninavyoamini. Kwa hiyo kila sehemu ambapo ukienda ushindani utakutana nao. Kwa hiyo lakini sisi kama wachezaji tunachoangalia ni maendeleo ya klabu. Kama timu ikifanya vizuri, kila mtu anakuwa na furaha. Kwa mfano akicheza Duke namba 6, timu imepata matokeo mazuri, kila mtu anakuwa na furaha. Akicheza na Maro tuko sawa, kwa sababu lengo letu ni kusapotiana kuhakikisha kwamba klabu inasonga mbele. Sawa Aziz, nataka pia unijalie hii kwa wewe binafsi. Wasemaji wana mchango gani kwenye karia ya wachezaji? Na kwako wewe msemaji kama Ali Kamwe ukiwa ndani ya Young Africans, ana mchango gani kwako wewe binafsi? Mchango ni mkubwa kwa sababu sometimes unajua kama wakina Ali ni kiunganishi. Sometimes kiunganishi kati ya bodi na mashabiki, na wakati huo kama Ali kama huyo mtu wa mpira na pia ni kocha, kwa hiyo anaelewa mpira. Kwa sometimes kama wachezaji kama sisi sometimes tunashauriana kama kimpira, kama mtu na mdogo wake anakuelekeza mapungufu yako unapocheza sometimes. Kwa hiyo wana mchango mkubwa kwa sababu kama nilivyoongea ni viunganishi. Sometimes unaweza kawa mashabiki wasionana na viongozi, lakini ile ripoti ambayo wanaitoa kwa mashabiki wanajua kabisa hii imetoka kwa nani? Kwa viongozi. Kwa hiyo kwa upande mwingine ni faida kubwa sana kuwepo kwenye timu. Ndio yako pendwa kati ya Dar es Salaam na Mbeya City. Hasa Kiela sipo Mbeya. Mimi napenda kukaa Kiela. Dar es Salaam na Mbeya. Muziki au movie? Inategemea kama nasafiri nasikiza muziki, lakini kama niko hela kwanza. Hela. Pengine ni moment gani ambayo inakuingia hasa maana ukishangilia kwa watu wanaoita ndio unakwenda kushangilia? Ile staili ya kushangilia ni na marafiki zangu wawili hivi. Mmoja anaitwa Kevi, mwingine anaitwa Edward. Mara nyingi wao washikaji tukioga nyumbani labda nikioga Kiela, ndio kama hivi kama kuna mtu mwingine akizingua kumcheka ndio wanatumia ile staili ile kucheka. Kwa hiyo mara nyingi ndio siku nikamwambia siku nikija kupata nafasi ya kufunga nitakuja kushangilia kama hivyo. Kwa hiyo kama staili yao.